Amani nifundisha kuna mama. Mombasa nilisema kuna mama. Mombasa nilisema kuna mama. Kongowea nilisema kuna mama. Na Baburi nilisema kuna mama. Tononoka nilisema, kule Kisii nilisema hakuna mama. Kule Kisumu nilisema hakuna mama. Hata Kitui nilisema hakuna mama. Hata Masako nilisema kuna mama. Ule nilisema kuna mama. Ule Maua nilisema kuna mama. Ule Kinoro nilisema kuna mama. Naivasha nilisema kuna mama. Nakuru nilisema kuna mama. Ya Ururu nilisema kuna mama. Kule Nanyuki nilisema kuna mama. Malilale nilisema. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Karibuni katika mkesha wa siku ya leo. Kwa majina yangu naitwa Pastor Jenga Kahura. Namkaribisha wote, nawakaribisha nyinyi wote ambao mnao tutazama katika mitandaoni ambao tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry. Ukienda kwenye Facebook utatupata mahali pale, na pia ukienda kwenye YouTube utatupata Ctv Kenya. Tuko hapa Nairobi, roundabout ya City Stadium, kwa jumba linaitwa Mang Center. Ukija mahali hapo utatupata, na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Dura Waroige. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale ambao wanaotutazama wakiwa huko nyumbani, endelea kushare na kulike page zetu ni Ctv Kenya. Wale ambao wako nyumbani katika mitaa, tuko Gecha, Limuru, na pia tuko Wangige Market, na pia wale ambao ni wa Limuru wote nawakaribisha katika ibada ya mkesha wa siku ya leo ambao tumeutenga kama mkesha ya wanaume. Kwa hivyo watu wa nyumbani muendelee kushare na kulike kwa marafiki, na mnapofanya hivyo ile mgao ambao Mungu atatupa kitu jioni ya leo, mtapata mgao wenu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama uko na hitaji ambalo uko nalo, amini pamoja nami na ile neno ambalo Mungu atakuwa ametia kinywani mwangu. Uamini ya kwamba Mungu atakutana na hitaji lako. Kama uko mgonjwa, kama kuna jambo ambalo linalokusumbua katika maisha yako, jua ya kwamba unapounganika pamoja nasi utakutana na mkono wa Mungu. Na pia kama kuna matatizo ambayo imekusumbua kwa muda mrefu, itafika mwisho jioni ya leo. Kwa maana huyu Mungu ambaye ametuita, ametupa uwezo na ametupa mamlaka juu ya magonjwa, juu ya laana, na pia mambo yale ambayo inahangaisha mwanadamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo amini pamoja nami, ile tatizo ambalo limekuumiza kwa miaka mingi, siku ya leo Mungu atatupa suluhisho. Hutalia tena wala kuhangaika. Yale mapambano ambayo ulikuwa unapambana peke yako, Mungu wako tayari kusimama nawe na pia kukupigania. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakikisha unaposhare na kulike, unajumuika pamoja nasi na pia unajiunganisha na haya madhabahu, na ujue ya kwamba haya madhabahu itakutetea, haya madhabahu itakupigania. Kama ni amani ambao hauna katika ndoa yako, huyu Mungu atakupa amani jioni ya leo. Huyu Mungu atakupa suluhisho ya mashida yako yote.
maana jioni ya leo umeshapatana na Mungu, umeshapatana na ule upendo wa Mungu. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba moyo wako umejiachilia mbele ya Mwenyezi Mungu na ukatukubalie ili tukaweze kuingia ndani ya roho yako, ili tukaweke hili neno ambalo ni neno la Mungu, ambalo hili neno lina nguvu, hili neno liko na uwezo, hili neno litabadilisha maisha yako milele. Bwana asifiwe. Ninaamini ya kwamba yale mambo ambayo imekuwa magumu, ambayo ulikuwa unaona haitawezekana, kwa Yesu inawezekana. Yale ambayo wanadamu hawakuweza, Mungu atayaweza. Yale ambayo mababa zetu na mababu zetu hawakuweza, huyu Mungu atatufanya tuweze, atatuwezesha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaweza jipata uko katika ile hali, lakini hujielewi. Labda kuna laana ambayo inakusukuma, imefuga maisha yako. Labda kuna matendo ambayo wazazi wetu ambao walitangulia, mababu zetu, kuna mambo ambayo walifanya, kuna madhabahu ambayo waliinua, na hayo madhabahu ndio inatunenea na ndio imefanya maisha yetu yakuwe magumu, ama tukawe na yale mahangaiko. Jioni ya leo amini pamoja nami ya kwamba siku yako imefika, siku yako ya kuwekwa huru na Mwenyezi Mungu imefika. Kibali kipya Mungu atatupa kibali kipya jioni ya leo. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba umeamini huyu Mungu ambaye tunakuja kukesha tukimuomba, tukimshukuru. Kwa hakika atasikia maombi ya kila mmoja wetu. Yale magonjwa ambayo inakuja kumaliza mali ya jamii, amini pamoja nami, Mungu ataingilia kati. Haya magonjwa ambayo Shetani ameituma katika familia yenu ili mali yenu ikaweze kuisha, ama hii mali yenu iweze kutawanywa. Ninakupa hakikisho ya kwamba huyu Mungu tunayemwabudu jioni ya leo, huyu Mungu tunakesha tukimuomba, atakutana na hitaji lako. Haya magonjwa ambayo imekuja kuangamiza jamii yenu, haya magonjwa imekuja kumaliza utajiri wenu, Mungu atayafikisha mwisho. Kwa hivyo ninayo imani ndani ya hili neno la Mungu ya kwamba kile ambacho tunahitaji kwa uhakika huyu Mungu atatupa. Wale ambao mnaonitazama, amini pamoja nami ya kwamba ile mng'eng'ano ambao ulikuwa nao umefika mwisho kwa jina la Yesu. Bwana sifiwe. Haijalishi yale maroho ambayo imekufunga. Wengine kuna maroho ambayo imewafunga, imezuilia baraka zenyu. Unajipata kuna mambo ambayo umejaribu kujitoa, kujiokoa wewe mwenyewe, imeshindikana. Unaweza jipata katika addictions ambazo umejaribu kujitoa huko, lakini haiwezekani. Niko na habari njema ambayo unayonitazama ya kwamba huyu Mungu ako na uwezo, na huyu Mungu ako na nguvu mingi. Anajua mwanzo wetu na pia anajua mwisho wetu. Kwa hivyo ni vyema tukae ndani ya neno la Mungu, maana hili neno ndilo litakalobaki. Hata baada ya yote kupita, neno la Mungu ndio litabaki. Wacha ukaweke hiyo imani ndani ya neno la Mungu, na unapoweka imani katika neno la Mungu, kwa hakika utasimama imara. Bwana sifiwe. Yale maroho ambayo ilikuwa inakufuata wewe ndio unayojua. Yale tabia mazoea ambayo imekufanya ama imeharibu doa yako ama imeharibu kasi yako. Wengine wako na ile roho ya userati ambayo imewasababishia machozi katika doa zao, imewasababishia matatizo mengi na shida mingi katika doa zao. Huyu Mungu ako tayari kukutana na wewe. Muite jioni ya leo. Unganika pamoja na haya madhabahu, na kwa hakika utaona mkono wa Mungu. Tayarisha moyo wako, jitakaze, ili naye Roho wa Mungu akapate mahali pakuja ndani yako. Ujitakaze jioni ya leo, umulilie Mungu. Tubu dhambi ambazo ni zako, ambazo umezitenda ukinjua na zingine ambazo hukujua. Tubu dhambi za jamii yenu, tubu dhambi za bibi yako, tubu dhambi za ndugu zako na dada zako, tubu dhambi za mababu na pia za manyanya. Maana tunapotumbu, Mungu atatupa nafasi ingine, atatupa ile nafasi atakayotupa, atatupa nafasi ya urejesho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunayo imani katika Mungu jioni ya leo ya kwamba chochote tunachohitaji, chochote tunamulilia Mungu,
atakuja kukitimiza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, jua siku yako ni leo, siku yako ya kukutana na nguvu za Mungu na kuoja ile furaha ya Mungu ni siku ya leo. Wale ambao mnaoumia, magonjwa imewasukuma, muko na maumivu, Mungu atakutana na mahitaji yenu, mtapata amani, atawaponya jioni ya leo. Mungu atarejesha afya zenyu. Mungu atasababisha kila kitu, ama ile roho ambayo ilikuwa inakuja kumtawanya, ile roho ilikuwa inakuja kumletea huzuni katika maisha yenu, Mungu ataiagusa chini kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Kwa hivyo ni vyema ukae ndani ya Mungu, ni vyema ukae ndani ya neno na uliamini hili neno. Na unapoendelea kuliamini hili neno itakufanyia makubwa. Hili neno liko na tumaini jipya katika maisha yetu ya kila siku. Bwana asifiwe. Sahau na yale ambayo imeshapita. Tuangalie yale yako mbele, maana hiyo ndio ya muhimu. Iliyopita wachana nayo. Wacha ikapita namna hivyo. Wacha tuangalie mbele. Tunapoangalia mbele tuko na hiyo tumaini, maana kule tunaelekea ndio kuzuri zaidi. Bwana asifiwe. Kule ambapo tumepita na tunaamini ya kwamba tumepita mitihani yote ambayo tumeipata katika maisha yetu. Kwa hivyo hakikisha siku ya leo ya kwamba umemwamini huyu Mungu, na ujua ya kwamba yale ambayo umepitia, zile changamoto ambazo umesipitia katika maisha yako, jua ya kwamba ni mtihani. Na kama unaogopa mtihani, kwa hakika huwezi ukaenda kwenye hatua hiyo ingine. Wewe ambayo hutaki kujaribiwa, huwezi ukasida vita, huwezi ukasoga mbele. Kwa hivyo ni vyema wakati unajipata katika ile hali, unajipata katika zile shida ama matatizo, changamoto za maisha, hakikisha ya kwamba hujatoka nje ya mapenzi ya Mungu. We amini ya kwamba uko katika ile mtihani, na unapopita mtihani utakuwa msidi. Mungu atakupa taji ambao ni la usidi, na Mungu utakuwa unatoa hadithi ya kwamba ulikuwa, maana umeshapita mtihani. Ni vyema ukubali kujaribiwa, maana kama Yesu alijaribiwa, hatungepata wokovu, hatungepata ule upendo wa Mungu, hatungemkaribia Mungu venye saa hii tumemkaribia. Maana tukikubali kutembea na huyu Mungu, tukikubali kutembea na huyu Yesu, kuteseka pamoja naye, kufanyiwa majaribio pamoja naye, tutapita mtihani. Tutakuwa na nguvu mpya, tutakuwa na uwezo mwingi, maana tumeshapita mtihani. Tunaona katika Biblia wale watu ambao wote walijaribiwa, wakati walipita mitihani, Mungu aliwabariki. Mungu aliwarejeshea mali zao, akawarejeshea hatima zao na heshima. Hivyo ndivyo Mungu atakavyofanya jioni ya leo. Kwa hivyo amini ati jioni ya leo ni siku yako. Siku hii ambayo Mungu ameitenga, usiichukulie tu hivi. Kama umefungua mtandaoni na umenipata, shukuru Mungu. Maana Mungu ako na kusudi jema juu ya maisha yako, na kupitia hili neno ambalo nakupa jioni ya leo, maana huko unatarajia, lakini kwa uwepo wa Mungu na kwa mpangilio wa Mungu, huu ujumbe umeupokea. Jua kwamba unalo tumaini kuanzia jioni ya leo. Kwa hivyo kile ambacho hukuweza utakiweza, kile ambacho hukufaulu Mungu atakifanya kifaulu, atakufaulisha, maana yeye ni mwingi wa rehema. Sisi ni watoto wake. Tunapomuita yeye anatuitika. Ako na upendo mwingi. Wacha tumtumainie huyu Mungu, na huyu Mungu atazidi kutupigania, na huyu Mungu atazidi kuwa pamoja nasi, na ataendelea kuenenda, atatushika mkono hadi atufikishe mahali ambapo yeye mahali ambapo anataka tufike, maana ako na upendo mwingi juu yetu. Kile tu tunahitaji ni tukae katika njia ya utakatifu, na tukae katika njia ambazo zinamfurahisha Mwenyezi Mungu. Tunapofanya hivyo, huyu Mungu hatatuacha kamwe. Huyu Mungu atasimama pamoja nasi, na huyu Mungu atazidi kujitukuza nasi. Bwana asifiwe. Ile roho ambayo ilikuwa imetumwa ituhangaishe, ile roho ilikuwa imetumwa ituangamize, tukuwa na
na Yesu hata hiyo maroho haitatuweza, maana tunajua kule ambapo Mungu ametutayarishia ni mahali kuna amani na kuna furaha. Tunatamani maisha mema, tunatamani maisha ya ushindi, tunatamani ile maisha ya kumtegemea Mungu na kumfurahisha Mungu, maana hilo ndilo ambalo Mungu ametufanya tukawe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jioni ya leo, endelea kuwa pamoja nasi, endelea kutufuatilia, maana baada ya ile neno ambao Mungu atatupa, atampa mtumishi wake atunenee jioni ya leo, tutarudi hapa na tunajua kwamba utakapoweka imani yako katika hilo neno ambalo Mungu ataliweka kinywani kwa mtumishi wake, kwa uhakika utapokea miujiza wako, utapokea uponyaji, utapokea urejesho wa maisha yako. Kwa hivyo wakati mnenaji atakapokuwa na nena, endelea kutayarisha roho yako ili neno likapate mahali pa kukaa. Ndugu yangu na dada yangu, huyu Mungu tunayemwamini, huyu Mungu tunayotamani sana kutembea na yeye, kwa uhakika ni Mungu mkuu. Anatupenda na anatujali sana. Kwa hivyo wacha tukaanze ibada yetu, tualike Roho Mtakatifu akaweze kutuongoza, akaweze kuwa pamoja nasi, akatujalia ile neema, akatutia ile nguvu, ili tukaweze kumtukuza, ili tukaweze kutembea katika njia zake ambazo anataka tusifanye. Tusimameni, tualike Roho wa Mungu ili akaweze kuwa pamoja nasi katika ibada hii, ambayo ni ibada tunaamini ya kwamba kuna mambo makuu itatendeka katika maisha yako. Wewe ambao unaonitazama, maisha yako itabadilika, maisha yako kilio kitaondoka, maono utaanza kuona maono. Ndoto ambayo Shetani alikuwa anakuja na siiba, hakuna ndoto hata moja yako Shetani atakuja kuiba. Maana siku ya leo, vile unavyoniona, vile ambavyo umefungua kurasa zetu na unanitazama na unanisikiliza, na kuhakikishia kwamba huyu Mungu ambaye tunayemwamini jioni ya leo, Muumba wa mbingu na nchi, atashughulikia mahitaji yetu, na hakuna kitu chochote chetu Shetani ataweza kuondoa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tufungue na maombi na tualike Roho wa Mungu akaweze kutenda makuu katika maisha yako. Bwana asifiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru jioni hii jema. Umetupa kibali Baba, na ukatupa huu wakati Jehova. Ni wengi ambao Baba tulikuwa na wao na wengi hawapo Jehova. Wengine shinda, matatizo ndizo hizo Baba. Wengine ni magonjwa. Wengine Baba wamepatana na mikosi. Lakini sisi Mungu, sio kitu tumekupea, lakini upendo wako. Umetujalia hiyo neema Mungu wetu. Umetujalia hiyo upendo Mungu. Tumekuona Jehova tangu ulipokuwa nasi mchana wote Jehova, hata saa hii Baba tunaamini ya kwamba utazidi kukua pamoja nasi. Baba wetu wa mbinguni, tunaalika Roho wako Mtakatifu akaweze kusukua usukani Jehova, ukayaguze maisha ya watu wako Jehova, wale ambao wanaonitazama Jehova mahali pote walipo Mungu. Baba, unayajua mahitaji yao. Mungu wangu, na kuomba katika jina la Yesu Kristo, walio wagonjwa ukaweze kuwaponya. Wale mioyo yao Baba imefujika, ukawatie nguvu Jehova. Wale ambao wamefungwa Mungu, ukawaweke huru Jehova. Roho wako Mtakatifu akaweze kusababisha jehanamu Jehova, na katika nguvu zote za giza sikaweze kuporomoka. Wewe Mungu, tunajua uwezo na mamlaka ambao Mungu umetupa kupitia haya madhabahu Mungu. Ndio Baba, tunasema ya kwamba hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Ninaamini ya kwamba Mungu, yeyote atakao kuwa pamoja nasi, yeyote atakaoendelea kushare na kulike page zetu Mungu, kile ambacho Mungu unatupa jioni ya leo, watapata mgao sababa na kile Mungu utatupa. Mungu wetu, tunajiunganisha pamoja na wao Jehova, na waunganisha wote Jehova katika haya madhabahu. Baba, uwapiganie Baba, uwatendee mema,
uwape kibali Jehova katika maisha yao. Baba, ukawakubarishe Jehova tena mara tena na mara tena Jehova, wacha Mungu wakaone ukuu wako. Mungu, ninakuomba Roho wako Mtakatifu akashughulikia wale ambao ni wagonjwa, wale ambao Jehova wameumia, mioyo yao imefujika. Mungu, watie nguvu jioni ya leo. Mungu, wape furaha yako. Sisi ni wana wako Jehova, ni watoto wako. Tunajua unatupenda, tunajua kwamba Baba unatujali. Tumeweka tumaini ndani yako Jehova, tunaliamini hili neno lako Jehova, maana ni liko na uhai. Mungu, tunaamini ya kwamba Mungu, jioni ya leo utatutembelea na utasidi kuwa pamoja nasi. Jioni ya leo tunatoka mahali hapa tukuwa na ushindi, maana we Mungu unatupenda, maana Mungu uko na mwelekeo Baba unataka kutupa Mungu, ambao utatuelekeza kuyatenda mapenzi yako Jehova. Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaamini ya kwamba Mungu, sisi umetuchagua miongoni mwa wengi Jehova, ili tukutumikie kwa ajili ya sifa ya utukufu wa jina lako. Ni asante Mungu wetu, pokea sifa na utukufu. Wale wote Baba watakaohusika katika ibada hii Mungu, ninaomba Roho wako Mtakatifu akawe na wao. Roho wako Mtakatifu akawaongoze. Roho wako Mtakatifu akawanenee Jehova. Vinywa vyao Jehova itakavyokuwa vinatamka neno Jehova likaweze kutendeka katika jina Yesu Kristo. Matarajio ya wale wanaotutazama Mungu, wacha Baba ikawe makuu ndani ya maisha yao katika jina Yesu Kristo. Ni asante Mungu Baba, pokea sifa na utukufu, na ni katika jina lako Yesu Kristo Mungu wetu tunaomba na hata kuamini. Sote tuseme amen. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu tunataka tuingie kwenye sifa. Tukisha toka kwenye sifa, tumwalike mnenaji ili tuende katika hiyo hatua nyingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo endelea kulike page yetu na kushare. Tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry, na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Hezekiah Dura Warwige. Tuko hapa Nairobi, barabara ya Jogoo Road, hapa roundabout ya City Stadium. Jumuika pamoja nasi katika mtandao, ushare kwa marafiki, kwa groups, na unapofanya hivyo, kile ambacho Mungu anatupa jioni ya leo, pia wewe utapata huo mugao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mbarikiwe mnapoendelea kushare na kulike. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaingia katika kipindi cha kumsifu Mungu, na tunajua ya kwamba Mungu kuna kitu atatupa jioni ya leo. Tarajia makuu, maana anatupenda na sisi ni watoto wake. Bwana asifiwe. Yes. Haleluya. Tunapojitayarisha kumwabudu Mungu, takasa nafsi yako ili Roho wa Mungu akaweze kupata mahali pa kukaa. Kwa mawazo yote ambayo unawaza, anza kuwasa maneno ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Yeye ni Mungu. Simame mbele za Bwana.
hakuna wa kulinganisha na Bwana. Hakuna wa kufanana na Bwana. Asifa Bwana, asifa. Asifa Bwana, asifa. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana na Bwana.
Tunaitisha uwepo wako toka mahali hapa. Tukapate kumtembelea sisi siku ya leo. Bwana, tuinulie siku ya leo kama tutembelea. Bwana, unatunza Bwana.
What would we do?
Jioni ya leo ni vyema ukae na njia ambayo inamfurahisha Mungu, maana ukikaa katika utakatifu wa Mungu, Mungu atakushughulikia. Mungu atakupa huo upendo kama mtoto yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema jioni ya leo, wewe ambaye unaonitazama mahali pote ulipo, ukiwa nyumbani kwako, huyu Mungu ambaye amekufanya ukae pamoja nasi jioni ya leo, kuna jambo atalitenda katika maisha yako. Kuna mambo mengi ambayo Mungu ataweka ndani ya maisha yako jioni ya leo. Ukimtarajia na ukimwamini, kwa uhakika huyu Mungu hata kuacha hivyo bure. Hata kuacha katika unyonge wako, hata kuacha katika udhaifu wako. Huyu Mungu atakutia nguvu. Umekuja kumtafuta jioni ya leo, umekosa kulala ili ukeshe ukimuomba, ukimshukuru, maana amekupigania vita mingi, amekutoa kwenye matatizo mengi, na pia katika maisha yako haikuwa maisha ambayo ilikuwa inamfurahisha Mungu. Mienendo yako ilikuwa bofu, lakini kwa huruma zake Mwenyezi Mungu amekupa tu nafasi nyingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo shukuru Mungu jioni ya leo kwa ile nafasi ambayo Mungu anakupa. Bwana asifiwe. Hii nafasi ni wengi walikuwa wanaitarajia, hii nafasi ni wengi wanaitaka, lakini hawaipati. Wewe hakuna kitu umempea Mungu, hakuna kitu ambacho umetenda. Unaweza sema umetenda kitu chema, ni huruma zake. Imegharimu mkono wake kukushikilia na kukufikisha mahali ulipo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usione ni kawaida. Nyinyi wazee ambao muko na miaka zaidi ya 70, huyu Mungu atamtia nguvu katika uzee wenu. Huyu Mungu ambaye mnakuja kumwabudu, mkuwa na kusudi ya kwamba
Mungu atawahurumia, Mungu atasimama pamoja nanyi, Mungu atatembea pamoja nanyi katika huu uzee. Bwana asifiwe. Naye Mungu anahakikishia jioni ya leo kwamba uzee wenu utakuwa uzee mwema. Maana kukunja hapa kujitolea, lika ya miaka yenu, malika yenu tayari iko kwa blanketi. Wengine wako kwa blanketi wanalia uchungu, wengine hata hawalali, ni uchungu. Lakini nyinyi Mungu amewapa nafasi, ni upendo tu amemuonyesha, ni upendo tu wake. Imegharimu tu mkono wa Mungu kufika mahali ulipo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jua ya kwamba kuja kwako hapa sio bure. Kuja hapa ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni vyema wakati unamtumainia Mungu katika maisha yako, hautatingizika. Bwana asifiwe. Shetani hata ajaribu na njia zozote hataweza kufaulu katika maisha yenu. Kwa hivyo ni vyema uamini huyu Mungu, utembee katika njia zake. Kile tu anachohitaji kwetu ni tukae katika ile njia ambayo ni takatifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale ambao wanaotutazama, endeleeni kututazama na muendelee kulike na kushare page yetu. Inaitwa Synagogue Crusader for the Christ Ministry. Unapofanya hivyo, kile ambacho Mungu atanipa jioni ya leo, hata wewe utakuwa mmoja wa kugaiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hapa kuna mgao wako unapofanya hivyo. Wale wako nyumbani upande ya Limuru, Mungu awabariki na azidi kuwatendea mema. Wale wako Gecha, Tigoni Ward, Mungu awabariki. Wale wako kwenye Wagige Market, Mungu awabariki. Awape neema zake, aendelee kuwapigania. Mnapoendelea kuunganika pamoja nasi katika huu mkesha ambao ni mkesha tuliutenga, mkesha ya wanaume, tunaita King's Night. Huu mkesha tumeona mkono wa Mungu tangu tuanze. Mungu anaendelea kutusidisia neema zake. Mungu amezidi kutuongoza na tunamshukuru kwa yale ambayo ametenda. Tuko na ushuhuda tele kwa yale mambo ambayo Mungu ametutendea tangu tujinyime hii siku ya Wednesday kuja kumtafuta Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hata wewe ambao umejipa dakika moja ama sekunde kusikiza sauti yangu, Mungu akakutane na hitaji lako, Mungu akakupe kibali katika maisha yako. Zile vita ambavyo ulikuwa unazipitia, huyu Mungu akaweza kukupigania, huyu Mungu akaweza kukushindania vita vyote. Na huyu Mungu akupe hiyo upendo wake, nawe ukaweze kutamani yule wokovu, ili ukaweze kujiunganisha na yeye, ujiunganishe na Kristo kupitia kwa njia ya wokovu. Kwa hivyo ni vyema ukae ndani ya Kristo, ukubali Yesu akawe mwokozi wa maisha yako. Unapofanya hivyo, utakuwa tayari umejiunganisha katika madhabahu ya Bwana, na huyu Mungu atazidi kuwa pamoja na atakupigania. Ninajua changamoto ambazo huwa sinapata mtu wakati umeokoka. Kuna mambo mengi ambayo yalikuwa maovu. Wakati unaachana nayo, ulikuwa na marafiki wanajaribu kukufuruta nyuma, wanataka kukujaribu kama umeokoka cha ukweli. Usitie saka, maana huyu Mungu, huyu Yesu ambaye utajiunganisha naye, ako tayari, atakushika mkono. Yeye ako na upendo mwingi. Alipo tu jitolea yeye kutoa damu yake na mwili wake kama dhabihu, ili tukaweze kupata wokovu, ili tukaweze kukombolewa, tukaweze kuponywa. Huyu ni upendo wa ajabu. Kwa hivyo Mungu anakupenda, huyu Yesu anakupenda vile tu ulivyo. Hata ukuwa umeua, hata ulikuwa unafanya userati, hata kama ulikuwa unatenda mambo ambayo ni maovu, Mungu atakupa nafasi ingine. Mungu atakupa nafasi ingine na atakurejesha katika ufalme wake. Mungu atakurejesha katika njia zake ili akaweze kukutumia. Bwana asifiwe. Kwa Biblia tunaona wale ambao Mungu amewatumia kwa kiwango ya hali ya juu, kama akina Paulo. Mungu aliwatumia, aliwabadilisha. Kwa hivyo usijione kwamba ndio wewe ndio umetenda dhambi sana. Jioni ya leo jua ya kwamba sio wewe umetenda, sio wewe wa kwanza na sio wewe wa mwisho. Kwa hivyo hakikisha jioni ya leo umemkubali huyu Mungu. Ondoa visingizio zozote ambazo zinaweza kufanya wewe usikubali huu wokovu. Huu wokovu ni mtamu. Wakati unakaa ndani ya Kristo Yesu, maisha yanakuwa matamu.
hali ya kumng'ang'ano huwa inaondoka, hali ya kustuka juu ya maisha inaondoka, maana kunaye ambaye amekushika mkono, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye yeye peke yake atabaki kuwa Mungu, yeye ambaye ako na nguvu na ako na mamlaka uko mbinguni na pia huku duniani. Tuendelee kumwamini huyu Yesu. Huyu Yesu atatutendea mengi. Huyu Yesu atatusikilia. Huyu Yesu atatupigania vita vyote. Kwa hivyo wewe ambao unaonitazama, umekosa tumaini, kuna ugonjwa ambao uko ndani ya mwili wako, ugonjwa unaendelea kumeza matebe, unaona hauna tumaini tena ya kupona, huyu Yesu atakuponya. Huyu Mungu ambaye amejawa na huruma na upendo mwingi atahakikisha ya kwamba amekuponya. Bwana asifiwe. Atakupa ushuhuda. Huyu Mungu atakupa ushuhuda jioni ya leo. Huyu Mungu atakupe ile amani na ile furaha hujawahi ipata. Umeishi maisha ya uchungu, huyu Mungu atakupumziza shida zote ambazo zinakufinyilia. Kwa hivyo jua ya kwamba wakati unapomtegemea Mungu, wakati unamtumainia, imani yako ndani ya Mungu sio ya bure. Utakuwa na ujasiri popote uendapo, chochote ambacho unachotenda, utakuwa na ujasiri wa Mungu. Huyu Mungu atakutia nguvu. Bwana asifiwe. Haijalishi ni mambo gani ambayo imekufunga, mambo ya kijamii imekufunga. Hata kama ni washirikina walienda wakakufunga na uchawi, jua ya kwamba huyu Yesu atakufungua jioni ya leo. Huyu Yesu atarejesha kile ambacho maadui walikuwa wamenyakua. Ile minyororo waganga walitumia kufunga maono yako, kufunga kile ambacho Mungu alikuwa amekitenga juu yako. Jioni ya leo amini pamoja nami ati ya kwamba Mungu atakurejeshea. Minyororo yote itakatakatika katika jina la Yesu Kristo. Utatoka hapa mahali huko, ukienda kulala utakuwa uko huru. Bora tu uamini Mungu na uamini hili neno ambalo linatoka kwenye haya madhabahu matakatifu. Maana unapoamini hili neno ambalo linatoka katika haya madhabahu, hili neno litakubadilishia maisha. Hili neno litakupa mwamko mpya. Bwana asifiwe. Unaponiona tukiongea na wewe, tukisemezana na wewe, siko bure. Unaweza jiona vile unavyonijua, lakini ndani yangu, yule aliye ndani yangu ni mkuu. Bwana asifiwe. Yule ambaye ameniita, yule ambaye amenitia mafuta ni mkuu. Amini, usiangalie mimi jega, angalia kile ambacho kiko ndani yangu, maana hicho ndicho nimepewa niwape. Hicho ndicho nimepewa niwashughulikie. Bwana asifiwe. Maana ninaposoma katika kitabu cha Isaia 61 inasema, nitasoma na Kisugu. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach the good tidings to the poor. He has set me to heal the brokenhearted, to proclaim the liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the acceptable years of the Lord, and the days of the vengeance of our Lord God, to comfort all who mourns. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninaposimama hapa, hayo ndiyo mafuta ambayo Mungu amenimwagilia jioni ya leo. Hayo ndiyo mafuta na ile roho ambayo Mungu ameweka ndani yangu. Ameniweka hiyo roho, na hiyo roho ambayo ameniweka, ameniteua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile ambacho unasikia nikitamka, usiichukulie tu hivi. Uichukulie ni kitu ya dhamani. Bwana asifiwe. Kichukulie ndani ya roho yako. Sio mimi, ni neno la Mungu. Ni Mungu ananena ndani yangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninapotamka ya kwamba utapona, moyo wako ambao umefujika, Mungu atakuja kuitia nguvu. Amini pamoja nami. Amini pamoja na hili neno la Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Hili neno ambao Mungu amenipa pia uwezo kufungulisha wale ambao wako kwenye jela. Bwana asifiwe. Haijalishi uko kwenye jela ya aina gani, haijalishi katika ile kifungo ulicho nacho. Tunaweza kuwa ni kifungo, umefungwa na wachawi na waganga, umefungwa na madhabahu ya kinyumbani na madhabahu ya kiukoo, umefungwa na maneno. Jioni ya leo
ninatamka kwamba wewe yu huru katika jina la Yesu Kristo. Hutafungwa tena, maana umejumuika pamoja nasi na umejiunganisha. Wakati huko kwa mtandao, tayari umeshajiunganisha na haya madhabahu, na ile nguvu iko mahali hapa ndio itakayokuweka huru. Haya madhabahu ndio itakayokufungulisha. Bwana asifiwe. Ile nguvu ambayo Roho wa Mungu ameweka ndani ya madhabahu yake itakutendea makuu, itakuponya, itakuweka huru. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba unapoendelea kunitazama, endelea kushare na kulike. Juu ninakwambia kwamba kuna mgao ambao utapata kupitia kufanya hivyo. Bwana asifiwe. Uendelee kupenda hii page yetu ya Ctv Kenya, maana Mungu atazidi kututia nguvu. Hii kupitia hii mtandao Mungu atatusidishia neema yake. Mungu ataendelea kutuongeleza kupitia hii platform ya Facebook ambayo tuko ndani kama Ctv Kenya. Na inajua kwamba huyu Mungu hata kuacha upwekwe. Huyu Mungu hata kuacha uangamie. Huyu Mungu atasimama pamoja naye. Huyu Mungu atakupigania. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapoendelea katika ibada hii, hakikisha kwamba moyo wako umeusafisha, umetubu dhambi zako, umetubu dhambi za familia yako, umetubu dhambi ya jamii yako, umetubu dhambi ya kanisa ambao huwa unashiriki, unatubu dhambi ya viongozi ambao wanaokuongoza. Na unapofanya hivyo, Mungu atakuja kwa upesi. Mungu hatakawia. Mungu atakuja kwa haraka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tubu na ukiri dhambi. Hizo ndizo zinaweza kuwa kizuizi cha kupokea baraka ambazo Mungu anasiachilia jioni ya leo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakikisha roho yako iko safi. Bwana asifiwe. Ili ujue, ili Mungu, Roho wa Mungu akapate mahali pa kukaa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukuwa msafi na katika ile hali ya utakatifu, Mungu hata kuacha. Mungu atatembea pamoja nawe. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu nataka nimkaribishe mnenaji wa neno ili tukaweze kusikia ile neno ambalo Mungu amelitia kinywani mwake. Bwana asifiwe. Akisha kuja atupe neno, tutakuja hapa tuungane katika imani. Kile ambacho ulikuwa unatarajia, tuamini pamoja kitakufikia. Utakipokea katika jina la Yesu Kristo. Ili tukaweza akisamaliza kunena, ili tukaweze kuitisha Roho wa Mungu akashuke ili akaweze kuwashughulikia nyinyi ambao ni wagonjwa, nyinyi ambao mmefika mwisho. Mungu atakupa kumtia nguvu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usiende, sikiza neno ambalo Mungu amelitia kinywani cha mnenaji wa siku ya leo. Bwana asifiwe. Ninaamini ya kwamba hili neno ambalo amelitia kinywani mwake ni neno liko na nguvu na liko na uwezo mwingi, na ni hili neno litabadilisha maisha yetu. Karibu sana brother Karanja, kuja ukatupe neno ambalo Mungu amelitia kinywani mwako. Karibu sana, karibu. Karibu. Mungu akakupe kibali wakati utapokuwa unanena pamoja nasi, ile jambo ambalo Mungu amelikutia kinywani mwako. Mungu akakupe uwezo. Ninajua ni mara yako ya kwanza, lakini sio mara yako ya kwanza, juu Mungu alikuwa anaijua na anaifahamu. Kwa hivyo neema ya Mungu ikawe pamoja nawe, akakutie nguvu na ujasiri wakati utakuwa unatupa neno kuambatana na venye Mungu amekupa. Karibu sana. Asante Bwana kwa ajili ya siku ya leo njema umetupa. Utakapokuwa mahali hapa, utufundishe, utuelekeze, utuonyeshe njia. Tutakapokuwa tukipokea mafunzo haya, yakawa ni ya kutubadilisha, yakawa ni ya kutufanya watu tofauti. Na katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, mkutano ni moja. Mimi sihubiri
nafundisha. Ni sawa? Nauliza ni sawa? Ama naongea peke yangu? Ama niko huku peke yangu leo? Oh, sawa. Sasa leo ninaenda kufunza topic inayoitwa the word. Na watu wakae chonjo kwa sababu sihubiri, ninafunza. Kwa hivyo ninaweza ita mtu yeyote hapa mbele. Kama mnakumbuka mwalimu alikuwa anaweza kumuita mtu yeyote akamuuliza mpaka swali. Ni kweli? Kwa hivyo kila mmoja aweke word ama neno. Maana yake ni nini? Jenga, utanisaidia kutafsiri word ni nini? Word ama neno. Nimesema ninafunza. Mwanake, oka. Nataka mtu kuniambia word ni nini? Nimesema ninafunza. Ninafunza, sihubiri, ninafunza. Word ni kusemaje ama neno. Kila mmoja atakuwa na nafasi yake ya kufika hapa mbele, ya kunipea jibu ya swali ambayo nitauliza. Word, kulingana na wewe, word ama neno ni kusema nini? Ni kama kuongea. Word ni kusema kitu. Word ni kusema kitu. Word ni kusema kitu. Word ni neno, kwa Kiswahili ni neno. Unaongea lugha gani ama lugha yenu ni lugha gani? Mimi ni half caste. Wewe ni half caste wa? Mkamba na Mkikuyu. Mkamba na Mkikuyu. Ni lugha gani unaelewa zaidi? Kikamba. Word na Kikamba mnaihitaje? Usimwangalie wewe. Ni nini unaelewa word mnaihitaje na Kikuyu ama na Kikamba? Neno. Kikamba sana. Sawa na Kiswahili. Yaani word. Si neno. Word ni neno. Sawa. Asante. Leta hiyo cheka hapa. Leo mko na mwalimu. Na mwalimu anauliza maswali. Mwalimu si pia anaruhusiwa kuwa na kiboko? Sawa, word. Sawa, nitagawa mara mbili. Kuna neno ambalo linatoka kwa Mungu na kuna neno ambayo linatoka kwa mwanadamu. Kwa Kizungu ni there is a godly word and there is a human word. Human word ni ile imetoka kutoka kwa Mungu. Human word ni ile imetoka kwa mtu ama mwanadamu, na godly word imetoka kwa Mungu. Sasa kuna tofauti ya neno kutoka kwa mtu ama mwanadamu na kuna neno kutoka kwa Mungu.
Nitaeleza tena. Kuna neno linalotoka kutoka kwa, na nikifundisha nisisikie mtu akiongea unless kama anajibu swali, kwa sababu mnani distract. Na tumesema mwalimu ako na ruhusa ya kuwa na kiboko, si ndio? Haya, nimepewa go ahead na Njenga. Nikiulizwa nasema ni Njenga. Neno ambalo linatoka, tuanze na neno ya mwanadamu. Neno ambalo linatoka kwa mwanadamu. Biblia inatuambia nini? Nani atanisomea? Mathayo 12:37. Matthew 12:37. Matthew 12:37. Yes. Yes. Matthew 12:37. It says, "For by your word you will be justified, and by your word you will be condemned." Tusome tena 1 Corinthians 14:19. Ndiposa nikuruhusu angalau ukae. 1 Corinthians chapter 14 verse 19. Yes. Corinthians 14:19. 14:19. Bwana asifiwe. It says, that is Corinthians, 1 Corinthians chapter 14 verse 19. So, yes. It says, "Yet in the church I would rather speak 5 words with my understanding, that I may teach others also, than 10,000 words in tongue." Asante sana. Mungu akubariki. Asante. Nitasoma amplified version ambayo inasema hivi: "Nevertheless, in public worship, I would rather say 5 understandable words in order to instruct others than 10,000 words in a tongue, which others cannot understand." Yaani, tunaelezewa tufanye nini? Ya kwamba afadhali kunena maneno kidogo kuliko 1000. Kuliko ngapi? 1000 ngapi? 5,000. 1000 ngapi? 10,000. Ai, uko na uhakika si 1000 nini? 1,100. Mzee Kiari, huyo mzee anaitwa nani? Mzee Kiari? Ni 10,000. Huyo mzee anaitwa nani? 10,000. Huyo mzee ako pande hii. Nataka nipe microphone, niambie tumeambiwa ni 1000 ngapi? Mzee Mwangi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe mzee Mwangi. Karibia hapa. Nataka uniambie tumeambiwa ni maneno ngapi? Karibia tu na kikombe yako ya nini ya nini. Asante sana, ubarikiwe. Yes. Mzee Mwangi, mzee? Mwangi. Mwenzako. Mzee Mwangi, mzee Ndegwa. Mko na mwalimu leo. Mwana mwalimu.
na mzee mzee Kamau, mzee Ndego, mzee Mwangi. Yes, sitasahau. Hiyo ni vibaya sana kuita watu we. Ni kweli, si ndio? So afadhali kuita watu na heshima. Na wako na majina. Ni kweli. Hata japokuwa si moja lakini wengine tutajua tukiendelea. Sasa tunaambiwa tumesoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 14 mstari wa 19. Na tunaelezewa hivi. Na nitasoma tena. Nevertheless, in public worship, I would rather say 5 understandable words in order to instruct others than 10,000 words in a tongue which others cannot understand. Yani maana yake nini? Ya kwamba mwandishi Paulo hapa anasema ya kwamba afadhali aweze kusema maneno 5 kuliko maneno 10,000. Maneno 5 yaliyo na mwelekeo kuliko maneno mengi yasiyo na mwelekeo. Asante sana. Sasa hiyo ni maneno. Leo tuna neno kuhusu word. Na nimetangulia na kutaja kuhusu human word, yani ama neno la mtu ama watu, neno linalotokana na mtu, ama pia kuna la pili ambalo neno linatoka kutoka kwa Mungu ama godly word. Sasa ya mwanadamu tunaambiwa hapa na Paulo anatuambia afadhali maneno 5. Yani afadhali neno fewer words. Wakati mwingine tunaongea sana. Juzi mtu akaniambia usiongee sana. Mtu akiongea sana saa zingine unaharibu. Kwa hivyo afadhali maneno kidogo. Maneno 2, 3, 4, 5 kuliko nyingi ambazo zitaharibu. Mathayo nao anasema hivi. Mathayo 12. Mathayo nayo anatuambia kitu tofauti kuhusu maneno ambayo yanatokana na, anatuambia kwamba maneno ambayo tunayatoa tuko responsible na hayo maneno, kwa sababu tunaambiwa hata hapo awali ya kwamba yale yote ambayo tunayoyasema yananakiliwa. Kule mbinguni kuna library kubwa sana. Kama vile tuko na library ya vitabu katika Biblia. Tuko na vitabu 66 books. Ni kweli? Kuna vitabu 66. Ni kweli ama nimekosea? Jenga? 66. Yeah. So tunaambiwa ama yale ambayo tunayoyasema yananakiliwa kule. Kwa hivyo tuchunge sana yale maneno tunayoyasema. Wakati mwingine tunasema mambo mengine hata pengine kwa mzaha na inaandikwa kule. Kule juu kuna vitabu na vitabu ni vingi. Hata ukiangalia Revelation anasema ya kwamba na kitabu ikachukuliwa na malaika kafunguliwa. Vitabu kule ni vingi. Kuna library mzima ya vitabu. Kuna vitabu nyingi. Kuna kitabu ambacho kinaandikwa majina ya wale ambao wameokoka. Ndio tunaambiwa inaitwa The Book of Life. Kuna kitabu ambayo inanakiliwa matendo yetu, usemi wetu, mambo yote ambayo tunayofanya huku duniani. Na vitabu vingine vingi. Sasa Matthew 12:37 inatuambia hivi ya kwamba for by thy words thou shall be justified and by thy words thou shall be condemned. Kwingine inasema for by your words you will be justified and acquitted of the guilt of sin and by your words you will be condemned and sentenced. Kupitia maneno yale ambayo tunayaongea. Hata kotini ukiangalia vizuri sana kwa wale wamewahi kuwa kotini, ama umepeleka mtu ama umeshtakiwa ama umepeleka mshtakiwa ama umeenda tu kuangalia tu vile mambo yanavyotokea. Ukiangalia kile ambacho mshtakiwa, kile ambacho kiongozi wa mashtaka,
kile ambacho mawakili wanasema yananakiliwa pale na hakimu. Hakimu akiwa amekaa pale, kazi yake ni kunakili. Na ananakili nini? Hanakili kutoka kwa kichwa yake, ananakili kupitia yale ambayo yamesemwa. One of the first things inayotokea kotini, mtu huulizwa ni kuchukua plea. Kuchukua plea maana yake ni kukubali au kukataa mashtaka. Unakubali ama unakataa vipi? Kupitia kinywa chako. Kile ambacho unachokisema kinaandikwa pale. Either amekubali mashtaka ambayo ameshtakiwa nayo pale na kiongozi wa mashtaka, ama amekataa, na inanakiliwa pale. Kwa hivyo tunaambiwa hivi na Mathayo anatuambia hivi, kupitia yale maneno ama kile neno ambacho tunachokiongea, ndicho ama maneno hayo ama yale ambayo tunayoyasema ndio yatakayotuweka huru ama yatatufunga. Sio si hapa duniani tu, hata mbinguni, yale ambayo tunayoyasema. Kwa hivyo tunahitaji sana tuchunge sana maneno ambayo tunayoyaongea. Isaya akatumaniwa malaika wa kumweka kaa moto kwa kinywa chake ama kwa mdomo wake, kuchoma mdomo wake. Maana yake nini? Kusafisha, kwa sababu moto tunaelewa ya kwamba ni ya kusafisha, ni ya kufanya kitu ambacho kilichokuwa chafu ni cha kusafisha, lakini si kusafisha kwa uzuri, ni kwa vita. Ya uzuri ni ya maji. Haya, so hiyo ni maneno ambayo yanatokana na mtu ama watu, human word. Najaribu kuongea na kutafsiri at the same time, kwa sababu mimi mother tongue yangu ni Kizungu. Usiniulize kwa nini, utaniuliza baadaye. Na sermon yangu hapa nimeandika na Kizungu, so najaribu kuitafsiri na Kiswahili. So ya pili ni neno linalotoka kwa Mungu ama godly word. There's a human word and there's a godly word. Ni ukweli? Buju, sinda? Ndugu yangu nikumbusha jina? Dan na si Buju. Hiyo ingine Onesimus na Dan. Ni vizuri kukumbuka majina ya watu. Hii mambo ya kuita watu ni vibaya sana. Sasa Dan atatusomea hiyo ingine ya the godly word. Si ndio Dan? Haya. Nitaenda sasa kwa main topic ambayo ni sasa the godly word. Nimetoka kwa neno kwa sababu sisi sote tumetengenezwa kwa mfano na sura ya Mungu. Ni kweli? Kwa hivyo mambo ambayo sisi tunayoyafanya si hata tumetoa popote, hatujatoa kwa hewa, zimetoka kwa Mungu. Kwa sababu tumeumbwa kwa mfano na image and likeness. Kwa mfano na muundo wa Mungu. So mambo ambayo tunayoyafanya haijatoka tu pale popote, haijatoka kwa hewa, haijatoka kwa samaki, haijatoka kwa wanyama, imetoka kwake Mungu. So nimeanza na yetu. So ya pili ni neno ambalo ni godly word. Sasa what is the word? Dan tutasomea John 1:1. Inasemaje? Patia Dan atusomee. Nataka participation, tuko class. Nasitaki mtu yote asikie ako left out. Dan, uko na Bible hapo?
Naona tuko online kama mimi. John 1:1. Uko na microphone hapo? Ama Onesmus tutapitishia microphone. Sawa. John 1:1. Hiyo ni version gani? Kiswahili, sawa. Soma tu. Napenda kuuliza version kwa sababu hao waandishi waliandika version mingi sana za Biblia. Zingine zinatoa maana tofauti, zingine zinatoa maana design nyingine. Vile ukizisoma kwa pamoja unaweza kuzielewa hata kwa zaidi. Yes. Umeipata? John 1:1. John chapter 1 verse 1. Sio first John. Tuko class na mimi ndio mwalimu hapa. Patie nini microphone. Acha kwanza tusomee kwanza hii ya Kiswahili. Ya Kizungu niko nayo hapa. Kwanza versions mingi sana. Nataka tu participate. Tukiwa kwa class tukiweza kuparticipate sisi wote, hata inakuwa fun na hakuna mtu anafeel akiwa left out. Yes, John chapter 1 verse 1. Yohana mtakatifu verse 1 Chapter inasema 1 verse 1, yes. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno. Bas wachia hapo kwanza. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Kulikuwako nini? Neno. Mwanzo kulikuwa na nini? Neno. Haya, endelea. Naye neno alikuweko kwa Mungu. Naye neno alikuweko kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Yes. Kwa hivyo neno, what is the word? According to your understanding, Dan, what is the word? The word tukiingia kwa Biblia. According to John 1:1. Neno. And according to your understanding, what do you think is the word? Neno ni Mungu. Neno ni Mungu. Yes. Asante sana. Kuna mtu mwingine ambaye ako na interpretation tofauti ama kuelewa tofauti ya kwamba neno ni nini? What is the word? Hamna. Iko? Unasi? Uko na understanding nyingine unaweza tusaidia kuelewa? Hiyo yenye amesema. Sawa. So neno tunaambiwa hapa ni Mungu. Sasa swali ya pili nitauliza ni hii neno ni ya kazi gani? Ni ya kazi gani hii neno? Mzee Keri unaonaje? Patia Mzee Keri microphone. Ngoja kufikishia microphone. Mzee Keri atuambie anaona hii neno ni ya kazi gani? Hili neno kwa mimi naiona ya kwamba neno lenyewe, wakati kama neno ni Mungu huko, ilikuwa ni ya kutaja, kunena na hii kitu iwe. Sio ati kutafuta material ya kutengeneza ama vitu ya kutengeneza. Fundi anachukuaga mbao anaanza kutengeza, lakini yake ilikuwa ni kutoka kwa mdomo yake, na ndio sababu anaambiwa ni neno. Neno hilo lake linafanya jambo ambalo akisema tunaiwe. So unasema Mzee Keri unaeleza ya kwamba according to kuelewa kwako na according pia John 1:1 ya kwamba neno ilitumika kuumba
kuumba kusema kila kitu. Yaani hakukuwa na kitu kingine, lakini Mungu alitumia. Hakwenda akachukua material akasema hii tutatengeza kitu namna hii, hapana. So alitumia neno. Ilikuwa ni neno peke yake. Neno. Akilitoa tu na iwe hii inakuwa. Good. Very nice. Asante sana. Haya, Mzee Ndegwa, unaonaje? Unaona kama si necessarily kwa ajili ya John 1:1. Nauliza neno. Mnaona kama neno ni ya kazi gani? Tunaambiwa John 1:1, tunaambiwa neno ni ya mwanzo, hapo mwanzo kulikuwepo neno na neno alikuwa ni Mungu. Sasa kazi ya hii neno ni kazi gani? Kwa kulingana na kuelewa kwako. Kwa kuelewa kwangu. Sawa. Mzee Mwangi, unaonaje? Ni hivyo tu. Sawa. Asante sana. Sawa. Wacha tusome Njangasi, tutasomea Jeremiah 15:16. Jeremiah chapter 15 verse 16. Jeremiah chapter 15 verse 16. Yes. Jeremiah chapter 15 verse 16. It says, "Your words were found, and I ate them, and your word was to me the joy and rejoicing of my heart, for I am called by your name, O Lord God of hosts." Sasa Njenga, hebu tusaidie kuelewa. Kulingana na Yeremia, kwake neno ni nini? Ama alichukulia kwa nini? Yes. Kulingana na Yeremia. Na hilo tulilolisoma sahi. Kulingana na hiyo neno ambalo Yeremia anasema, tayari Yeremia alikuwa anajua neno ni Mungu. Na alikuwa anajua ya kwamba hili neno anaweza likula. Ni kama vile tunaona Yesu. Yaani unasema Yeremia alikuwa anasema neno ni chakula? Nasema unasema Yeremia alikuwa anasema neno ni chakula? Neno ni chakula. Neno ni chakula. Very good. Yes. According to Jeremia na hiyo Jeremia chapter 15 verse 16 ni ukweli. Usiogope. Ni ukweli. Ni ukweli. Yeremia anasema hivi. Wacha nisome yangu hapa. Umesoma KJV? Umesoma King James? Hiyo yako ni King James, ndio? Ni King James, either King James or New King James. And some amplified version hapa. Inasema hivi. Ni King James. Your words were found and I ate them. Onesi, chukua microphone ukaribia, utatusomea Kiswahili. Amplified version nasema hivi. Your words were found and I ate them, and your words became a joy to me and the light of my heart, for I have been called by your name, O Lord God of hosts. Kiswahili nasemaje? Pengine Kizungu imetupeleka hivi. Tukonfirmie na hiyo Kiswahili. 15:16. Sorry? Kiswahili. Jeremia 15:16. Jeremiah chapter 15 verse 16. Watu wachangamke bana. Watu wako class. By the way, uko na microphone hapo. Kama unataka hii wireless.
Jeremiah 15:16. Ndipo Bwana akaniambia, hata wangesimama mbele zangu Musa na Samueli, moyo wangu usingewaelekea watu hawa, watupe watoke mbele za macho yangu. Hebu confirm. Hebu saidie confirm kama anachoma msoma chapter 15 ama chapter 16. Jeremiah chapter 15 verse 16. Yes. Inapaswa ianze na neno lako kwa sababu kwa Kizungu inasema yes, good. Nataka Onesimus atusomee. Yes. Maneno yako yalionekana. Very good. Nami nikakaa. Yala na maneno yako. Pole. Enda tu step by step. Hata usome kwa haraka. Tuanze. Maneno yako yalionekana. Maneno yako yalionekana. Nami. Nikayala. Nami nikayala. Alikula nini? Na maneno. Alikula? Maneno. Haya, hebu anza tena. Maneno yako yalionekana nami. Maneno yako yalionekana nami nikayala. Na maneno yako yalikuwa ni furaha. Na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu. Maana nimeitwa kwa jina lako, ewe Bwana Mungu wa majeshi. Sikuketi katika mkutano wao wanaojifurahisha, wala wasio kufurahia. Naliketi peke yangu kwa sababu ya mkono wao, kwa maana umenijaza ghadhabu. Mbona maumivu? Hiyo inatosha. Hebu soma tena kutoka hapo verse 16. Maneno yako yalionekana nami nikayala. Maneno yako yalionekana nami nikayala. Second part. Na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu. Furaha na shangwe. Yaani in short alikula mzee Mwangi. Unasikia maneno? Ati Yeremia anasema ati ya kwamba maneno ni maneno ama ni neno? Maneno. Anasema ya kwamba maneno ya Mungu yalionekana na akayala. Na ikampa nini? Furaha kwangu na shangwe na moyo wangu. Maana nimeitwa. Furaha na shangwe katika moyo wake. Yeah. Yaani effect za kukula ilimpa furaha na shangwe kwa moyo wake kwa sababu ya kukula hiyo maneno ya Mungu. Kile ambacho aliambiwa hapo, context inasemaje? What is the context? You understand, O Lord, remember me and attend to me. Avenge me against my prosecutors. In your patience, do not take me away. Know that I endure reproach for your honor. Sawa. Anasema hivi ya kwamba alifurahi. Effect ya kukula yale maneno yalimpa furaha. Yaani leo tunaangazia neno godly word ambayo inatumika kama chakula. Neno inaweza tumika kwa njia mingi na njia tofauti, lakini kwa leo tunaangalia chakula. Nakumbuka kuna nyimbo tulikuwa tunaimba. Ilikuwa inaimbaje? Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Hebu tuimbe hiyo wimbo. Tunaimba hiyo wimbo wote. Jenga. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Ilikuwa ni nyimbo. Grow. If you want to grow, read
Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Nyimbo very simple, lakini imebeba kubeba. Unaona vile matatu inakonga imebeba kubeba? Hii imebeba kuliko matatu. Read, imeambiwa vitu mbili. Read your Bible, pray. Ukitaka kukua kiroho. Ukitaka kuwa kimwili njenga, nafanya nini? Nakula chakula mzee Kiari, si ndio? Nakula chakula, nini ingine? Vitu viwili tu. Chakula na maji. Period. Mwili ndio ikue. Haiwezekani nikae hapa niseme nitakaa hapa kutoka January mpaka December na sifungi na nina expect nitakuwa kimwili. Haiwezekani. Kwanza saa hii najaribu kutengeneza mwili. Acha tu. Mkiniona miezi kadhaa imeanza kusonga, mnaona naanza kuongeza, msiseme sijui hapana. Natengeneza mwili. Sasa ukitaka kutengeneza mwili, kula, kunywa maji. Sasa mwanadamu akona mwili hii ya nyama na akona roho. Kukua kimwili tumesema ni kukula chakula, kunywa maji. Kukua kiroho ni hiyo wimbo ambayo tumeimba. If you want to grow spiritually, you need to read the Bible, which is the word of God. You need to pray. Kwa hivyo ni gani chakula na ni gani maji, Onesi? Ni gani chakula, ni gani maji? Ngoja si kora sansa. Onesimus, unaonaje? Tumesema kugrow spiritually ni vitu mbili. Kama vile tu kugrow physically ni vitu mbili. Reading the word of God, praying. Kukula chakula na kukunywa maji. So kiroho ni gani chakula, ni gani maji? Haya, kuomba ni nini? Usiogope, hakuna mtu anakuwa victimized kwa kupata tofauti ama vingine. Tuko class, tuko hapa kujifunza. Hata mimi mnaweza nifunza. Si ati najua yote. So unaonaje? Microphone ndio hapo. Usiogope. Wachana na wao, nisikilize mimi. Unaona ni gani chakula, ni gani maji? Tuko na neno na tunakuomba. Mambo mawili ambayo yanatukuza kiroho. Moja ni kukula, ingine ni kukunywa maji. Na hata ukiangalia sana, unapojisikia umekosa moja, unasikia njaa ya kiroho. Ama unasikia kiu ya kiroho. Hata kuna wengine wanasema uko na kiu ya nini? Kiroho. Uko na kiu ya? Haya. Chakula ni gani? Yeremia amesema chakula ni gani? Yeremia amesema chakula ni neno. Kwa hivyo maombi ni nini? Maji. Mara nyingi tunasikia mpaka watu wakisema niko na kiu ya maombi. Ni kweli? Kwa hivyo kutoka leo mjue na muelewe ya kwamba neno ni chakula, maombi ni maji ya kukuza mwanadamu ama mtu huyo wa ndani. Wacha nimuite mtu wa ndani, ama kukuza kiroho. Kwa hivyo ukikosa kula, ukunywe maji, utakuwa quenched, ama thirst yako itakuwa quenched, lakini njaa utakuwa nayo kwa sababu hujakula. Lakini ukikula na ukose kunywa maji, unajisikiaje? Umeshiba lakini kuna kitu imekosa. Kwa hivyo kuna mahali patakosa kukua. Na magonjwa kuingia ni haraka na rahisi. Tunaambiwa certain percentage ya mwili ni maji. Kwa hivyo tukikosa kunywa maji kuna madhara yake. Ukikunywa kuna benefits zake.
Kwa hivyo hizi mbili zinapelekana. Kula, kunywa maji. Kula, kunywa maji. Na pia kula, kuna kukula kwa design tofauti. Trainer wangu akaniambia hivi, ya kwamba ndiposa utengeneze mwili na utengeneze mwili kwa haraka. Kula carbohydrates, kula vitamins, kula protein. Unakula nini? Zote ni chakula. Si ndio mzee? Carbohydrates ni chakula, vitamins ni chakula, na proteins ni chakula. Aliniambia hizo vitu tatu nikitaka kukuza mwili haraka nahitaji hizo vitu tatu. Vitamins, proteins na carbohydrates. Hizo ziko pande ya chakula. Alafu sasa kuna kukunywa maji iko kando. Sasa pia kiroho kuna kukula kwa design tofauti. Sitaingia huko kwa leo nisipotee. Kwa hivyo tumekubaliana ya kwamba hii neno ni ya kazi gani? Kwa sababu ni chakula, ni ya kukula. Si ndio? Kwa hivyo kazi yetu ni kuchukua hii neno na kuikula. Tulikuwa tunasema shule wakati masomo ikiwa ngumu. Kwa sema unachukua kitabu unafanya nini? Unachemsha, unakunywa supu. Lakini hiyo haiwezi waka. Kwa hivyo tunatafuta tu njia ambayo tutaweza kudigest hii. Na ndio naenda kwa point yangu ya tatu na ya mwisho. Ya kwamba tunapokula tunafanya nini? Tukikula chakula nauma. Nakumbuka digestion. Tulifunza biology. First point ya kudigest chakula ni kwa mdomo. Ina breakiwa down mechanically. Unachew. Ukishamaliza kuchew inateremka. Inaenda inadigestiwa kwa zile njia ambazo inadigestiwa. Baadaye ina produce zile vitu ambazo ina produce. Sasa hiyo ndio kitu ya mwisho ninaelekea. Sasa swali ni tunakulaje? Jenga, patia mzee Ndegwa nini microphone na Biblia hapo. Atufungulie Romans chapter 10 verse 17. Tusikie tunakulanga aje ama inaingia aje. Kwa sababu kukula kwa chakula ya kutengeneza hii mwili ni mdomo. Mdomo ni njia moja. Romans chapter 10 verse 17. Romans 10:17. Kwa mwili ndiposa tutengeneze mwili. Nikumbushe jina mzee. Ilikania reto please. Kama. Igiriga ni wote ni reto leo. So kwa kukula chakula ya kimwili tunapitia mdomo. Unapata nini? Romans 10:17. Tunapokula ndio tutengeneze mwili. Ngoja kidogo tu mzee Ndegwa. Tunapokula chakula kwa ajili ya mwili kama saa hii kwa wale wamekula. Inapitia wapi? Kwa mdomo. Si ndio mzee Mongi? Inapitia no microphone. Oh. So then faith comes by hearing. Faith comes by hearing. By hearing. And hearing by the word of God. And hearing by the word of God. By hearing by the word of God. Very nice. Onesimus, uko na microphone hapo. Nataka tusomee Kiswahili ama upatie Dana tusomee. Romans 10:17.
Romans 10:17. Yes, please. Warumi. Warumi 10:17. So mzendego umesema inapatikana aje? According to your verse. Ile 10:17. Hivyo vile umesoma. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So tunakula aje chakula za kiroho? Ni mzendego ninaongelesha. Tunakula aje neno ya kutengeneza kiroho? Yaani tukisoma maneno kama haya na kuyajua, hiyo ni chakula. Inakuza sisi kiroho. So kupitia Warumi na hiyo barua ambayo Paulo alikuwa anaandikia Warumi, anatuelezea kwamba inatufikia kivipi. Haya, Kiswahili, wacha kwanza tusikie Kiswahili, version ya Kiswahili inasemaje. Dan, umepata? Haya, Onesi, umemfungulia microphone. Romans 10:17. Warumi mlango wa 10 mstari wa 17. 17. Yes. Chapter 10 verse 17. Warumi. Warumi. Chapter 10. Yes. Chapter 10 verse 17. Yes, 10. Yes, 10:17. 10:17. Chapter 10 verse 17. Yes. 17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hebu rudia tena. Verse 17 nasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hivyo inapitia wapi, Dan, according to vile umesoma? Kulingana na mimi, tunaongelea kuhusu kukula hii word, kwa sababu tumesema hii word round hii ya leo according to Jeremiah's translation ni kukula, ni chakula. Hata ni kitu tunasemanga, tunakuja kukuza roho zetu, tunakuja kukula kiroho. Mpe mic. Kwa kusoma Biblia. Wakati tunasoma Biblia, tunakula chakula. Tunakula. So according to Romans 10:17 inasemaje? Inasema kwamba tunakula kupitia nini? Kupitia neno. Kupitia neno la Kristo. Aje. Hebu isome tena Romans 10:17. Romans 10:17 nasema, basi imani chanzo chake ni kusikia. Wachia hapo. Kwa hivyo inakujaje? Inakuja na kwa kusikia. Tunapokuja mahali hapa, tunasikiza rev ama mtu yoyote ambaye anakuja kwa hii pulpit. Tunapokuja tunasikiza neno. Tunaisikia. So tunaisikiza. So inapitia wapi? Kwa masikio. Kwa masikio. Yes. Njia nyingine pia ni gani? Kama uko kwako nyumbani ama uko kwa barabara ama unajifanya Bible study yako wewe mwenyewe, inapitia wapi? Kwa sababu saa hizo usikize mtu. Inapitia, kwa mfano niko kwa mat ama niko kwangu kwa hao nimekaa tu nasoma Bible.
So unapitia wapi? Napitia through kupray. Tunaongelea neno. Nikiwa hapa ama nikisikiza mahubiri kwa TV, nikisikiza mahubiri kwa kwa internet, nikikuja kanisani nasikiza rev. Hii inapitia kwa masikio. Through kusikia. Lakini nikijisomea mimi mwenyewe inapitia wapi? Kwa mdomo. Haya. Ikiwa kwa mdomo ni kama imetoka kwangu saa hii inaingia kwa masikio yako. Lakini hivyo wewe mwenyewe usema, kwa mfano najifanyia Bible study. Si natumia macho? Natumia macho, naiona kile ambacho ninakinini kinaingia. Kwa hivyo masikio ni mlango. Onesimus, macho pia ni mlango. Mapua ni mlango ingine. Mdomo ni mlango ingine. Mikono na miguu ni milango zingine, lakini hizo ni masomo za siku zingine. Ila kwa leo tumeona ya kwamba njia moja ambayo inatufikia ni kupitia vipi? Kusikia. Haya. Sasa unapokula chakula lazima idigestiwe. Ikikaa tu kwa tumbo utaumwa na tumbo. Lakini ndiposa idigestiwe, inadigestiwaje? Tufungulie Psalms 1 verse 2 ya Kiswahili. Mzee Ndego, tunaweza tufungulie na Kizungu tafadhali? Psalms chapter 1. Psalms chapter 1. Psalms iko after Ecclesiastes. Psalms chapter 1 verse 2. Najaribu tu kutuonyesha, tumeona vile mtu anaweza, na mzee kama moja tusomee, hata ungepea mzee kama ungepea mzee kama tusomee leo. Psalms chapter 1. Uthoma. Tuthoma ukumenyera guku. No ndukamake. Psalms chapter 1 verse 2. Sasa ile kitu najaribu kuelezea, tumeangalia na wapatia mfano ya vile mtu anavyokula chakula. Nikikula ugali kama vile nimekula ugali saa hii na mboga, ninaingia kwa mdomo, inadigestiwa. So baada ya kuwa digested, kuna zile vitu ambazo zinatokea. Ninakuwa na nguvu. Energy ni one of the byproducts ya digestion. Sasa tunaangalia kiroho. Juu tumesema neno ni chakula, tunapoikula kwa kusikia, kwa kujionea. Tusome chapter 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord. But his delight is in the law of the Lord. And in his law he meditates day and night. Sasa kwa kuwapeleka haraka juu naona masaa yetu imesonga, imekaribia. Digestion ya vitu za kiroho ni moja na ni simple. Meditation. Psalms 1 inasemaje kwa Kiswahili? Psalms 1 verse 2. Zaburi chapter 1 yes verse 2. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Usifunge hapo, tusoma verse 3. Bali sheria ya Bwana huitafakari mchana na usiku. Kwa hivyo kutafakari kwetu kwa neno hili, neno ambalo tunaliongelea, kuitafakari ndio inapata chance ya kutulia kwa tumbo, inapata kudigest, inapata kuweza kuingia na kuweza kuform vitu zingine tofauti, components zingine ambazo zinasaidia mwili.
Sasa kiroho tunapokaa tukifikiria ile neno nimesoma linamaanishaje? Unapofanya Bible study kivyako, unaposikia neno likifunzwa, likihubiriwa, enda kaa chini, itafakari. Ukiwa barabarani, itafakari. Ukiwa kwenye gari, iwe ni personal car yako ama ni matatu, iwe uko kwa taksi, tafakari. Itafakari. Unapoitafakari inapata mahali pa kukolea, inaji break down, unapata hata kuielewa zaidi. Verse 3 inasemaje mzee Ndagwa? He shall be like tree. In its own season. Wither. Good. Next hili nasemaje? Done. Good. Very nice. Hiyo ni mstari ya muhimu sana, ya kwamba tutakapokaa tukimeditate, itafakari usiku na mchana. Yaani usiku hata ukiwa na shughuli zako, mchana hata ukitembea ukifanya 1, 2, 3, bado unaitafakari ile neno. Leo nimesoma nini asubuhi? Nikiitafakari inapata mahali pa kusettle. Inaweza kufanya kazi, inakuwa digested. Inakatakata. Kuna uwezekano unaweza kuikatakata. Unaweza kuielewa hata zaidi. Na kwa kuielewa zaidi, unaweza, verse 3 inatuambia he is like a tree planted by streams of water, yielding its fruit in season, whose leaf does not wither, and who prospers in all he does. Yaani maana yake ya kwamba manufaa ya ile chakula ambao umekula imeingia kwa masikio, umejionea, umesoma kupitia macho yako, imeingia kwa mwili wako, umedigest, umemeditate, mwishowe matokeo kama chakula ya kawaida ambayo inakupa nguvu ya kufanya kazi na kufanya vitu zingine, inakupa nguvu. Sasa hapa tunaambiwa mtu huyo atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya mito za maji, na hautakosa, inaitwaje, matunda kwa wakati wake, na kila ambacho unakifanya kitafaulu. Bwana asifiwe. Sasa ninashukuru sana, mmenipa masikio yenu na sijahitaji kutumia kiboko yangu kama mwalimu. Hakuna mtu amelala, kila mtu ameparticipate. Ninashukuru sana na Bwana awabariki. Asante Mungu kwa ajili ya somo la leo. Naomba likaweza kukolea katika maisha yetu. Tusaidie na tujalie tukaweza kuitumia. Isiwe tu imeingia kwa sikio moja ikatoka kwa sikio nyingine. Tusaidie ikawa ni ya kutupa amani katika maisha yetu, ikawa ni ya kututengeneza sisi na familia zetu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Asante sana brother Karaja. Mungu akusidisie hiyo neema. Amen, ni mara yako ya kwanza na Mungu kwa hakika amekutia nguvu. Huyu Mungu asidi kukupenda na asidi kukubariki. Bwana asifiwe. Wanaotutazama tunashukuru sana kwa kuwa umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza masaa saa 4, na kwa hakika hujachoka. Wakati huu ni wakati wa kupokea mgao ambao Mwenyezi Mungu ameachilia asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunajua ya kwamba kile ambacho Mungu alikuwa anataka tukitie ndani ya mioyo yetu ni neno. Kupitia neno lake Mwenyezi Mungu tutapokea uponyaji, tutapokea mwamko mpya, tutapokea baraka ambazo Mwenyezi Mungu
alizinena na akatuahidi ya kwamba atatubariki, atatuinua na ataandamana pamoja nasi. Bwana asifiwe. Kupitia kwa neno lake, hili neno likatuweke huru, hili neno likatupe furaha na tumaini katika maisha yetu. Nyinyi ambao mnatutazama, Mungu wetu akaweze kuwasidisia neema yake, kile ambacho ulikuwa umetayarisha ndani ya moyo wako, ili ile jambo ambalo Mungu atanena kutumia mtumishi wake likaweze kupata nafasi katika rohoni mwako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, huyu Mungu akaweze kukuponya, huyu Mungu akakutane na mahitaji yako, huyu Mungu akakuelekeze kwa destiny yako. Bwana asifiwe. Huyu Mungu akuinue mara tena, huyu Mungu akupe kibali asubuhi ya leo, huyu Mungu akutumie kwa kiwango ambacho huko unakitarajia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kupitia neno lake Mwenyezi Mungu likawe ni uzima kwetu na likawe ni baraka kwetu. Bwana asifiwe. Kwa nyinyi ambao mnaotutazama, ni asante sana kwa vile mmeendelea kushare na kulike. Pokeeni mgao ambao Mungu ameachilia asubuhi ya leo. Wacha tukashukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii venye ametuelekeza, na sisi tunataka kukata kutoka live, alafu sisi tutaendelea hadi asubuhi. Kwa saa hii wacha tukaombe baraka za Mwenyezi Mungu na tukamshukuru Mungu kwa hicho kibali ambacho ametupa. Tulikuwa wagonjwa, ametuponya; tulikuwa wadhaifu, ametutia nguvu; tulikuwa tumefungwa, ametufungua asubuhi ya leo; tulikuwa tumekataliwa, ametupa kibali tena. Kwa hivyo tumshukuru huyu Mungu. Baba, katika jina Yesu Kristo nakuja mbele zako asubuhi ya leo. Tulikuomba Mungu ukae pamoja nasi, tulikuomba Mungu Roho wako akaweze kutangulia, na hivyo ndivyo ambavyo Baba umefanya. Pokea sifa na utukufu asubuhi ya leo. Baba, tunasema ni asante. Asante kwa kibali kipi ambacho Baba umeachilia asubuhi ya leo. Baba wetu, ni asante kwa mgao ambao Baba umetupa Jehova. Wale ambao wametutazama Jehova, wale ambao wametufuatilia Jehova katika kurasa yetu ya Facebook Jehova, Mungu ukawabariki, ukawainue, ukakutana na mahitaji yao Jehova. Wale ambao ni wagonjwa Baba, ukawaweze kuwaponya, ukawape kibali Mungu wetu, ukawawezeshe, ukawafaulishe maisha yao Jehova. Wale walikuwa wamekataliwa Baba, ukaweze kuwapa kibali Mungu. Wale mioyo yao ilikuwa imefunjika Jehova kwa ajili ya ile shida ama matatizo ambao wanaipitia Mungu. Mungu wetu, wape nguvu, watie nguvu Baba wetu. Tunaamini ya kwamba Mungu, ule uwezo ambao umetupa Mungu, tunaamini ya kwamba kila neno ambao Baba limetamkwa hapa kwenye haya madhabahu, hili neno Baba utakuja kulitimiza kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu wetu, ninakuomba asubuhi ya leo ukaweze kuwa na kila mmoja wetu. Usiku wa leo Baba ukawe ni usiku wa maono Jehova. Mipango yote ambayo Shetani ameipanga kufanya usiku wa leo, tunaisabaratisha katika jina Yesu Kristo. Wachawi na wasirikina ambao wanatembea usiku wakati watu wako Baba wamelala, Mungu ukawarinde Jehova. Hawa wachawi na waganga Mungu wakawe vipofu, wakakose nguvu katika jina Yesu Kristo. Mipango yao na ile miradi ambao wako nao Mungu sikafaulu katika jina Yesu Kristo. Wale ambao wanalia dakika hii kwa ajili ya maumivu katika miili yao Jehova, ninatabiria hiyo miili yao ikapate uhai tena. Hiyo miili yao, nyama zao, mifupa yao ikaweze kupona katika jina la Yesu Kristo. Wale mioyo yao ambao imefujika Jehova, asubuhi ya leo, hii mioyo Jehova ninaitia nguvu katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamefungwa katika vifungo tofauti Mungu, ninatamka neno Baba la kufungulisha wao mahali pote walipo Jehova. Aidha ni magonjwa Jehova, aidha ni mambo ya ukoo Jehova, laana Mungu, madhabahu ambayo inanena kinyume na maisha yao Mungu, ninawafungulisha asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, na wakawe huru Baba, wakawe huru Baba katika jina lako Yesu Kristo. Kuanzia masaa sahihi Jehova, wakapate mwamko mpya katika maisha yao Jehova. Ukawajalie neema yako Jehova, huruma zako Baba zikawe juu yao katika jina Yesu Kristo. Mungu, ninakuomba asubuhi ya leo Baba, kile ambacho walikuwa na kitarajia Jehova, ninawapokeza katika jina la Yesu Kristo. Maana Mungu ulituahidi kuna kitu ambacho utakiweka baada ya kukuabudu na kukusifu Mungu. Baba, tunasema ni asante, maana umesakiachilia Mungu. Wacha kikawe baraka katika maisha yetu, wacha kikae mwangaza katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Tunajua Mungu tumesingirwa na maadui Mungu, tupiganie vita vyote
ambavyo tumeinukiwa nazo Jehova. Mungu utupiganie, utusimamishe tena Jehova. Kile ambacho ni chetu Mungu, ambacho umetupa, wacha Mungu kabaki kuwa chetu. Kilinde Jehova, kibariki Jehova, kiongezee Mungu wetu, maana we ni Mungu mwema, we ni Mungu ambaye anatupenda. Sisi ni watoto wako Mungu, tuhurumie. Tunajua sisi ni watenda dhambi Mungu, lakini kupitia kwa dhabihu ambao mwanao Yesu Kristo alitoa. Yesu ni asante Baba. Tunamwomba Mungu Yesu kupitia hiyo kibali, kupitia hiyo neema ya Yesu Kristo Baba, ukaweze kutusikiliza, ukaweze kututimizia haja zetu Jehova. Matamanio yetu Baba ukayafanikishe katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka kila mmoja Baba ambaye amejumuika pamoja nasi kwenye runinga zetu Jehova, kwenye mitandao yote ya Facebook na pia YouTube Jehova. Wabariki na uwatendee mema. Nasi tuliopo mahali hapa Mungu, ukibariki hao Jehova, hata sisi Baba usituache nyuma. Baba zidi kutuinua, zidi kututia nguvu Mungu. Tunapokuja kukutafuta katika mikesha yote Mungu, Mungu wetu ukaachilie baraka juu ya maisha yetu. Tunajua kwamba kuja kukutafuta usiku wa leo na kukushukuru na kukusifu Mungu, kuna kusudi Jehova. Tunaamini kuna kitu ambacho Mungu tayari umeshaachilia katika maisha yetu. Tutie nguvu Jehova katika hii safari ambayo tunaenda Jehova. Baba wetu tutie nguvu Jehova, tutie nguvu Mungu wetu. Tunaamini ya kwamba Mungu utazidi kututumia, Mungu utazidi kuachilia nguvu mpya katika maisha yetu Jehova. Mungu Baba, ninaomba vipawa vyetu ambavyo tuko nazo Jehova, uliweka ndani yetu Mungu, sikaweze kuchipuka katika jina la Yesu Kristo. Hizi vipawa Jehova sisionekane na adui, sisionekane na mwovu Shetani. Nyota zetu Jehova sikang'are tena katika jina la Yesu Kristo. Vipawa ambavyo viko ndani yetu ambavyo Mungu umeweka, zikaanze kufanya kazi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bariki vinywa vyetu Jehova, tutakapokuwa tunanena, tunaongea na marafiki Jehova, na wale ambao Baba tutakuwa tunakutana na wao. Wacha Jehova vinywa vyetu ikatoke maneno ya utukufu wa jina lako, ikatoke maneno ya baraka, ikatoke maneno ya ushindi, ikatoke maneno ambayo itabadilisha maisha ya wengi. Baba wetu wa mbinguni, pokea sifa na utukufu. Ninanyenyekea mbele zako Jehova kama mtumishi wako, nikisema ni asante Mungu kwa vile ambavyo umenitumia tangu tulipoanza Jehova. Ninakushukuru Mungu kwa sababu sio nguvu zangu, ni huruma zako Jehova, na ni uwezo wako Mungu Baba. Pokea sifa na utukufu. Zidi kunitumia Mungu, na usidi kuniinua Jehova. Huduma ambao Baba umeiweka ndani yangu ikazidi kufanya kazi Mungu, kupitia Jehova ministry ambao Baba umeweka ndani yangu. Wacha nafsi mingi Jehova zikaponye, wacha nafsi mingi zikakurudie Mungu wetu, maana wewe Mungu unatupenda na unatujali Jehova. Tunajua ule upendo ambao Baba umeachilia juu yetu Jehova ni upendo mkuu. Ni asante Mungu wetu. Bariki wana CFC Jehova, ubariki partners wote Jehova, na wale wote Jehova wanajumuika pamoja nasi katika hii imani. Ni asante Mungu wetu, watendee mema. Bariki familia za kila mmoja wetu, tupiganie vita Jehova, tusimamishe tena upya Mungu wetu, maana wewe ni Mungu mwaminifu na wewe ni Mungu mtakatifu. Kumbuka mtumishi wa Mungu Hezekia Dula Warige Jehova, ambao Jehova umemtumia kama chombo Jehova kwa ajili ya haya madhabahu Mungu. Nasi ukatutie nguvu Jehova, ukatutie hiyo uwezo Jehova, ili tukaweze kurida maono ambayo Baba umempa na kufanikisha yale maono ambayo umempa mtumishi wako. Tusaidie Mungu wetu, hatuna nguvu Mungu, tutie nguvu Jehova, ili tukaweze kufanikisha malengo yote na kusudi lako Jehova katika hii ministry. Pokea sifa na utukufu Mungu wetu, katangulie kwa mambo yote ambayo tutayafanya Jehova, hadi wiki ijao Mungu, wakati tutakutana katika mkesha. Baba Mungu wetu ukae pamoja nasi. Ninaamini Baba utalinda kila mmoja wetu Jehova, na wale wazee wako mahali hapa Mungu wasidisie neema yako Jehova, hata vijana Baba ukafanya namna hivyo Jehova. Tunaamini ya kwamba Mungu umetuchagua katikati ya wengi Jehova, maana sisi Jehova, sisi ni makuhani Mungu. Umetuteua Jehova ili tukasimame kwa niaba ya hao Jehova hawakuweza, ama Jehova wako bali Mungu. Tunaamini ya kwamba kutuchagua Jehova ni kusudi lako, ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako, na ni katika jina lako Yesu Kristo Mungu wetu tunaomba na hata kuamini. Sote tuseme amen and amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Bwana asifiwe.